Wanawake, shida yetu ni utii. Na kama kuna kitu kinaumiza mwanaume, ni mwanamke ambaye sio mtii. Inamuumiza sana mwanamke. Ngoja nikuibie siri ya wanaume. Mwanamke, wewe kama ni mjeuri, wewe sio mtii, mume wako akikuangalia, anaangalia kama anaishi na mwanaume lenzake nyumbani. Kama mwanamke kanako tii, kanavutia zaidi. Mwanaume anatafsiri kwamba mke wangu ananipenda pale ambapo mke atakuwa na heshima, utii na adabu. Hiyo ndio tafsiri ya mwanaume ya upendo, tofauti na tafsiri yetu. Tatizo letu ni hili: vile mwanamke anavyotaka atendewe, kwamba huo ndio upendo, ndio tunataka wanaume wafanye. Ili mwanaume aseme kwamba unampenda, heshima. Bahati mbaya hawajali kabisa siku hizi. Hawajali tena kuachika, hawajali. Wakati zamani kilikuwa ni kitu cha aibu mwanamke kuachika. Wale watu wazima wenzangu, si ndio? Sasa hivi ni sifa. Ni sifa. Na bahati mbaya tuna wamama na wao wamepinda akili, na wababa waliopinda akili, watu wazima kama mimi. Binti aliolewa, muliimba kabisa kiweliweli, muliimba. Amevaa shela, ameenda, anarudi nyumbani kwenu na mnampokea bila maelezo. Umerudi? Si tulimuona tu alivyo. Njoo mwanangu, hujaua. Huyu ni mke wa mtu. Zamani uliruhusiwa kurudi kwenu kama umeolewa. Na ndio maana sasa tuliishi kwa kunyenyekea, kwa sababu utarudi wapi? Si ndio? Sasa hivi ndio maana mabinti wetu hawana adabu kwenye ndoa, kwa sababu baba yake na mama yake wamekunjua mikono kumpokea akirudi. Mshindwe kwa jina la Yesu. Biblia inasema na kuchukia kuachana. Kama Mungu anachukia kuachana, wewe unayependa kuachana, una nafasi ipi mbinguni?